Karibu Senator TV, na leo tunaendelea na kipindi chetu cha Senator Check, na mimi ni Farm Joshua Nguyahambi. Na kipekee kabisa leo kuna kitu cha muhimu ambacho nataka kukizungumzia, hasa na wazungumzia wamama wajawazito. Najua mama vijacho kuna mambo mengi ya msingi ambayo wanatakiwa kuyazingatia. Kwanza ni vyakula wanavyokula, lakini pamoja na dawa wanazotumia. Sasa kama wataalamu wa afya, kuna mambo ambayo huwa tunawashauri wamama wajawazito au wale wanaopanga kupata ujauzito, vitu vya msingi vya kuzingatia. Vitu vya msingi vya kuzingatia kwa mama mjamzito ni vyakula anavyokula pamoja na madawa anayotumia. Sasa sisi wataalamu wa afya tunawashauri wale ambao wanatarajia kupata ujauzito. Kwa mfano, kuna vyakula ambavyo vina madini ya folic. Hivyo tunakuwa tunawashauri wamama wajawazito wavipate mapema, na wakati mwingine tunashauri zaidi miezi mitatu kabla ya kupata ujauzito mama aanze kutumia hizo supplement ambazo zina viambata vya folic acid. Na hivi viambata au hizi supplement ni za muhimu sana kwa mama mjamzito, kwa sababu ndizo zinazosaidia hata ule mfumo wa fahamu wa mtoto kuunga vizuri, sababu asipotumia hizo mtoto atakayekuja kuzaliwa atapata matatizo, na mara nyingi wanakuwa na changamoto za watoto kuzaliwa wakiwa na mgongo wazi, lakini vile vile watoto wanazaliwa wakiwa na changamoto za matatizo ya moyo, watoto wanazaliwa wakiwa na changamoto za mdomo wa sungura. Hizi zote ni changamoto ambazo mama mjamzito anaweza kuzipata pale ambapo atumii hizi supplement ambazo zina viambata vya folic acid au vitamin B9. Kwa hiyo wamama wajawazito wanashauriwa mapema kabisa anapokuwa anapanga kupata ujauzito azingatie hili. Tunapokea wagonjwa wengi sana ambao tunapokea watoto wengi sana ambao wanakuwa na hizi defect kwa sababu ya wazazi wao wa kutumia hivi viambata. Lakini jambo lingine au kitu kingine cha kuzingatia ni aina ya vyakula ambavyo anakula. Mama mjamzito anatakiwa kula vyakula ambavyo vina viambata hivi, na vyakula ambavyo tunawashauri watumie wala si hata vya gharama kubwa, vinapatikana masokoni. Kwa mfano, vyakula vyenye viambata vya folic acid tukizungumzia kuna matunda, kuna mboga za majani hizi, mchicha, chainizi, sukuma wiki. Kwa hiyo ni mboga ambazo zinapatikana, maharage haya, kalanga, vyote hivi vinapatikana kiurahisi kwenye masoko yetu. Tukienda kwenye magenge tunaweza tukavipata kiurahisi. Kwa hiyo ni vyakula vya muhimu sana mama mjamzito kutumia, na wala sio vya gharama kubwa. Lakini pamoja na hivyo ni atumie hizi folic acid ili kusaidia pale ambapo hivi vitashindwa kukizi, lakini hizi folic acid ambazo tunawapa kwenye facility zetu za kutolea huduma kama hapa kwenye community pharmacy, tunapokuwa tunawapa, maana yake zinakuwa zinawasaidia. Hilo ni jambo la kwanza ambalo nitaka kuzungumzia, hiyo supplement ya folic acid ambayo ni ya muhimu sana kwa mama mjamzito kwa ajili yake yeye, lakini vile vile kwa ajili ya mtoto aliyembeba tumboni. Lakini kitu kingine ambacho tunakizungumzia au kitu kingine ambacho ni cha muhimu kwa mama mjamzito kupata ni ferrous. Haya ni madini chuma, ni ya muhimu sana kwa sababu yanasaidia katika uzalishaji wa damu. Tukumbuke kwamba mama mjamzito anapokuwa amebeba kiumbe kingine, manake mahitaji ya damu yanakuwa ni makubwa, na kwa sababu mahitaji ya damu ni makubwa, anahitaji madini chuma mengi ya kuweza kumsaidia yeye kuzalisha damu ambayo itaweza kumhudumia yeye pamoja na mtoto aliyoko tumboni. Na kama asipotumia haya madini chuma, manake anaweza akapata changamoto ya kupata mtoto ambaye ana matatizo mbalimbali. Kwa mfano, anaweza kupata mtoto ambaye anazaliwa akiwa na uzito mdogo, anaweza kupata mtoto ambaye ana changamoto za ukuaji, anaweza kupata mtoto ambaye ana changamoto za ufahamu wake, kwa sababu madini chuma yanasaidia kuzalisha zile hemoglobin ambazo zinasaidia katika kusafirisha damu na kumsaidia mtoto kukua katika mazingira ambayo ni mazuri. Kwa hiyo asipotumia hizi supplement folic pamoja na ferrous, manake atamwathiri mtoto aliyembeba tumboni, lakini hata yeye mwenyewe ataathirika kwa sababu anahitaji damu iweze kumsaidia katika ufanyaji kazi wake wa mwili. Lakini kitu kingine, supplement nyingine ya muhimu ambayo anatakiwa kuitumia ni calcium. Calcium ni muhimu sana kwa sababu hii inasaidia katika uundaji wa mifupa ya mtoto, na kama akitumia
asipotumia calcium ya kutosha, maana yake itamletea changamoto, kwa sababu mtoto aliyeko tumboni atalazimika kuiba calcium yake na hivyo kumletea yeye mwenyewe changamoto. Utakuta mama mjamzito anajisikia kuchoka sana, anapata matatizo ya mifupa, kiuno kinauma, ni kwa sababu hajatumia hizi supplement ambazo ni zina calcium ndani yake. Na calcium inapatikana kwa wingi kwenye maziwa. Anaweza akanunua maziwa, kwenye mayai anapata hizi calcium. Kwa hiyo ni vitu ambavyo vinapatikana, lakini kwa kuongezea ndo mtu anakuja sasa kwenye sehemu zetu hizi za kutolea huduma, tunampa hizo supplement ambazo zinaweza kumsaidia zaidi. Kwa hiyo ni jambo la msingi sana ambalo wamama wajawazito wanapaswa kulizingatia, na ili hata baba anayekuwa na huyu mama azingatie kwamba huyu mama anapata hivyo vitu ili aweze kupata mtoto ambaye yuko salama, kwa sababu kunakuwa na changamoto nyingi sana wanawake wanapokwenda kujifungua kwa sababu hawakuzingatia hili jambo. Kwa hiyo leo katika Senator Check tulitaka kugusia hilo jambo, kwa sababu ni jambo la muhimu ambalo linahusu sisi na watoto wetu, na linawahusu wamama wajawazito kwa sababu ni kwa usalama wao. Sasa kwa kumalizia, ningependa kuwakaribisha wale wote ambao wanahitaji kupata ushauri, kwa sababu haya niliyozungumza hapa ni kwa sehemu tu, lakini mtu unapokuja kuonana na sisi uso kwa uso, kuna mambo mengi sana ya msingi ambayo tunaweza kukushauri kutokana na maelezo yako, kwa sababu wakati mwingine huduma nzuri inategemeana na historia ambayo wewe unatupatia sisi kama wataalamu. Kwa hiyo tunakukaribisha sana hapa kwa Ulasa, tunapatikana hapa kwa Ulasa, lakini vile kwenye mitandao yetu ya kijamii YouTube tunapatikana kama Senator Media TZ, na kwenye TikTok, Facebook na Instagram tunapatikana kwa jina hilo hilo. Kwa hiyo na vile namba zetu kama unavyoziona hapo chini zinapita. Ukiwa na changamoto yoyote au unataka kuuliza swali lolote linalohusiana na mambo ya afya, tuwakaribisha sana hapa Senator. Sisi tupo kwa ajili yako na tupo kwa ajili ya kukuhudumia wewe. Asanteni sana, endeleeni kutufuatilia katika vipindi vyetu hivi vya Senator Check.